ametuokoa sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nataka pia nishukuru mchungaji kwa nafasi hii kunipa, pamoja na mchungaji wetu mgeni. Mungu akubariki kwa ajili ya ujumbe wa asubuhi ya leo. Basi tuweze kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi bila kusahau, majina yangu naitwa John Juma, na Mungu ni mwaminifu ndani ya maisha yangu. Naona anatenda kazi njema ndani ya maisha yangu na ananipigania. Leo hii nataka nisungumuze kuhusu neno Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Neno Pasaka, ambapo ni siku kuu yenye tunatarajia, ambayo inakaribia kufika. Na hiyo Pasaka huwa inatetanisha watu pia. Unapata watu wanatoka mjini wanaenda kule mashambani ili waweze kusherekea pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni siku ambayo inaheshimika sana, hata kuliko ile siku watu huwa wanasherekea bila kujua inaitwa Christmas. Haleluya. Amen. Maana hii ni haki, kwamba Yesu alitoa maisha yake ili mimi na wewe tupate ondoleo la dhambi, ili tuweze kuokoka, ili maneno ile ambayo tumehubiriwa asubuhi ya leo iweze kutoka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana alikufa msalabani, alijitoa ili ya kwamba aweze kutuondolea mizigo ya dhambi ile ambaye imekuwa imetukalia. Haleluya. Amen. Basi nataka tusome maandiko moja kwa moja, na itakuwa tukienda hatua kwa hatua, kwa sababu neno Pasaka watu wengi huwa wanakosa kufahamu. Saa hii ukitoka hata kule nje uende kwa mtu ambaye hana ufahamu huu, umuulize next week kutakuwa na nini, atakwambia kutakuwa na Pasaka. Na ukimuuliza maana ya Pasaka, hajui ni kumaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawezi kujua hilo neno Pasaka lina maana gani, lakini yeye atakwambia tu tunatarajia kuwa na Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Basi na mimi asubuhi ya leo nataka nikuelimishe, ukae ukijua Pasaka ina maana gani. Tunaambiwa, ukisoma Biblia unaambiwa kwamba ilitimia siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio Pasaka. Lakini kulingana na vile hali na ufahamu wa Biblia na ufunuo wa Biblia, inatuambia kwamba inausungumuza kuhusu mateso ya Kristo na kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo tunaelewa vizuri ya kwamba ilipofika wakati kama huu, watu walianza kumuinda Kristo. Waandishi na Mafarisayo wakaanza kumtafuta ili waweze kumuua. Lakini yeye kama Mungu alikuwa anajua, na akasema ya kwamba Baba, mapenzi yako yatimie. Na akasema ya kwamba roho inatamani lakini mwili unaogopa. Na akasema ya kwamba iwapo una uwezo, kikombe hiki kiniepuke. Lakini akasema ya kwamba na kwa sababu ya mapenzi yako, waache mapenzi yako mwenyewe yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba ni lazima atapitia katika njia ya mauti, atapitia katika njia ya mateso, ili ya kwamba ulimwengu uweze kuokolewa. Haleluya. Na ndipo leo ninazungumza kuhusu
ambalo ilitokana na mateso ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndiyo chanzo chetu cha kupata msamaha wa dhambi, na hiyo ndiyo inasababisha leo hii mwanadamu unaishi maisha ya uheri. Leo hii ndiyo inasababisha wewe unaitwa Mkristo, kwa sababu ulimuvaa Kristo. Haleluya. Unaweza kuwa unaitwa Mkristo na ujui kwa nini unaitwa Kristo. Unaitwa Mkristo ni kwa sababu ulimkubali Kristo, akakaa ndani mwako, na wewe ukakaa ndani mwake na ukamuvaa yeye. Haleluya. Amen. Hilo ndiyo neno ambalo linafanya Mkristo anaitwa Mkristo. Haleluya. Amen. Basi tuangalie maandiko. Yohana 11 na mstari wake ni 25 na 26. The same Yohana. Tukimaliza pia tutasoma 12 mstari wa 55. Basi nitaanza na kusoma Yohana 11 mstari wake ni wa 25. Inasema hivi: Yesu akawaambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo anaongea na wanafunzi wake, anawaambia ya kwamba yeye ndiye ufufuo, na iwapo mwanadamu atamwamini hata kufa milele, lakini ataishi. Ijapokuwa atakuwa amekufa, lakini katika hali ya ufufuo Kristo atakuwa amefufua, roho yake itakuwa iko hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi angalia Yohana 11 mstari wa 55. Biblia inasema ya kwamba na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na wengi wakakwea toka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Basi wao wakamtafuta Yesu, wakasemezana hali wamesimama hekaluni, mwaonaje? Haji kabisa sikukuu hii. Na wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu akimjua alipo alete habari ili wapate kumkamata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Biblia inatuambia kwamba na Pasaka ya Wayahudi ilivyokuwa karibu, kama vile leo iko karibu, kwa sababu tunajua next week wengi watakuwa wanasherekea siku hii ya Pasaka. Lakini Biblia imetuambia wakati ilipokuwa ikikaribia kwamba wengi ambao walikuwa katika mashamba yao wakatoka mashambani wakaenda Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndipo unaona ya kwamba wengine badala ya kwenda Yerusalemu ambaye tuko mjini, unaanza kupanga vile utaenda kule nyumbani ukutani na
jamii. Wanaanza kupanga vile watasafiri kutoka mjini waende kule nyumbani, wakutane naye, wanabadilisha, wanaingia katika mambo ya vimila. Hapo ndio wanaanza kusema ya kwamba kuna come together, wanakutana kule manyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Wanasahau ya kwamba hiyo ni siku muhimu kwa mwanadamu ambaye Yesu alisababisha kukufa kwake ikawa ya kwamba ni msaada na msamaha wa dhambi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imetuambia kwamba wengi walikwea toka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Bwana Yesu asifiwe. Swali inarudi ni kwamba je, jinsi tunavyoitarajia Pasaka inakaribia, wale walitoka wakaenda kujitakasa, walienda kule Yerusalemu, maana walijua kwamba kule Yerusalemu baada ya Yesu kufufuka, huko ndipo msaidizi atapatikana, ambaye Yesu alikuwa amewaahidi ya kwamba nitawatumia msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Walitangulia kwenda kujitakasa kule Yerusalemu. Je, wewe ambaye sasa huko mahali hapa unaingojea hii Pasaka, maana walikuwa wanangoja mpaka wanasemezana, wanaulizana, je, hii siku haikuji? Sasa ndio siku ya leo. Ninakuuliza kwamba umeenda kujitakasa, uko Yerusalemu ama uko wapi? Haleluya. Ni wakati wa kujitakasa. Ni wakati wa kuanza kulilia Mungu. Ni wakati wa kuanza kuambia Mungu, imefika wakati ambapo sasa ninahitaji tu nione uwepo wako, kwa sababu ninajua kwamba imefika wakati ambapo ninastahili sasa kujitakasa, ili Bwana anapoenda kusulubiwa apate nikiwa tayari kupokea msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 12 mstari wa 19. Basi Biblia inasema hivi: basi Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao, mwaona kwamba hamfai neno lolote, tazameni ulimwengu umekwenda nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu ulirudi nyuma ya Yesu, maana mataifa walikusanyana, ikawa ya kwamba wengi waliokuwa wanamtafuta ili wamwangamize, na yeye mwenyewe alikuwa ameshatoa unabii. Amesema ya kwamba atalivunja kanisa siku moja, lakini atalijenga na siku tatu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ilikuwa ni kwamba apate mateso siku moja ile, akuja aangamizwe, adundikwe msalabani, akuja awekwe ndani ya kaburi, lakini siku ya tatu akashinda kifo. Haleluya. Ndipo siku ya ufufuo ulianzia, ndipo siku ya kanisa lilijengwa upya, maana alisema ya kwamba atalijenga na siku ya tatu. Na hilo neno ndio Mafarisayo na waandishi na Masadukayo walisimama kinyume naye, wakalitumia kusema ya kwamba wewe mwenye ulisema ya kwamba utaharibu kanisa siku moja na utalijenga na siku tatu. Wakati alipokuwa msalabani, walipita wakimtukana wakisema ya kwamba jiokoe mwenyewe. Kwa nini uje jiokoe mwenyewe iwapo wewe ndiye mwana wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye kwa sababu ni Mungu hakuangalia yale mateso ya wanadamu walikuwa wamemfanya, hakuangalia ile vitu vyote ambao alikuwa dhihaka sasa alipata. Yeye alimtazamia Mungu na akasema ya kwamba Bwana wasamehe, maana hawajui lile watendalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatujui lile tutendalo, kwa sababu ukiangalia maandiko vile inasema, Bwana ndiye mtetezi. Kristo alitoa maisha yake, akasema ya kwamba sasa imefika wakati ambapo neno linafaa kutimia. Kwa maana aliambia wanafunzi wake ya kwamba ombeni sana msije mkaingia katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe.
Alipokuwa anatembea nao, ikafika wakati akasikia kwamba sasa wakati wake unakaribia, akajitenga kiasi. Inasemekana ya kwamba katika hali sehemu yenye kama ya kutupa jiwe, akajitenga, akaenda kuomba, akaanza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Aliporudi kuja kurudi akaona wanafunzi wake wengine wameanza kulala, wengine wameanza kusinzia. Ndipo akauliza kwamba imekuwaje hamwezi kuomba? Akamwambia, ombeni msije mkaingia katika majaribu. Haleluya, amen. Aliwaambia waombe wasije wakaingia katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Luka 22 na mstari wa 40. Biblia inasema alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akasema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini mapenzi yangu